Wafahamu mabilionea walioanza maisha na kazi za ajabu. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Habari Simulizi, inaelezwa kila mtu anazaliwa tajiri lakini pia maskini. Utajiri au maskini wake unategemea na mazingira anayokulia, lakini inategemea zaidi na yeye mwenyewe. Wapo matajiri wengi duniani ambao hawakuzaliwa matajiri. Walitengeneza utajiri wao kupitia maisha ya kawaida kabisa yanayowazunguka kila siku. Hebu tuangalie mabilionea 5 walioanza maisha na kazi za kawaida kabisa. Hebu tumtazame bilionea Jeff Bezos. Huyu ni mmiliki wa kampuni kubwa duniani ya Amazon, ambaye kwa sasa ndio tajiri namba 2 duniani. Lakini Bezos kufikia kuwa bilionea namba 2 duniani, safari yake imetokea mbali. Kazi yake ya kwanza alikuwa mpishi tu, akiandaa vyakula kama baga katika kampuni ya McDonald's. Alikuwa na umri wa miaka 16 tu wakati akifanya kazi hiyo na kulipwa $2 kwa lisali moja. Mbali na Amazon, pia anamiliki The Washington Post alioinunua mwaka 2017. Mwezi wa pili mwaka 2021, Amazon ilitangaza kwamba Bezos atajiuzuru kama afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo kuanzia robo 3 ya mwaka huo. Disemba mwaka 2013, Bezos alishika vichwa vya habari kwa kuanzisha majaribio aliyoyaita Amazon Prime Air, ambapo ni utumiaji wa ndege zisizokuwa na rubani kupeleka huduma kwa wateja wake. Ndege hizo zinaweza kubeba vifurushi wenye uzito wa mpaka kilo 2.5 na zinaweza kufika umbali mpaka maili 10 kutoka ofisi za usambazaji za Amazon. Bilionea mwingine ni Elon Musk. Amekulia Amerika Kusini, baadaye akahamia Canada akiwa na umri wa miaka 17 na kuanzia kazi ya kawaida kabisa kama mhandisi wa programu za kompyuta. Ilikuwa ni mwaka 1983 na alikuwa akiuza michezo ya kompyuta na kulipwa $500 kwa mwezi. Mwezi wa Januari mwaka 2021, Musk aliripotiwa kumpiku Jeff Bezos kama mtu tajiri zaidi duniani. Inasubiriwa ripoti ya mwaka 2025 kuona matajiri hao wako kwenye nafasi zipi. Lakini sasa ni tajiri namba 3 duniani, akiajiri maelfu ya watu kupitia kampuni zake za Tesla na SpaceX zinazotengeneza roketi, magari ya umeme wa jua na mabetri, akitajwa kuwa na utajiri wa dola za Kimarekani 168.2. Alijifunza mwenyewe namna ya kutengeneza programu za kompyuta na akiwa na umri wa miaka 12 akauza programu yake ya kwanza iliyokuwa na mchezo ya kompyuta, yani game, iliyoitwa Blaster. Safari ya utajiri ikaanzia hapo. Alikuwa akitengeneza na kuuza kwa bei chini kidogo kidogo. Baadaye ujuzi wake ukampa fedha na kuwa mmiliki wa kampuni kubwa duniani ya masuala ya kiteknolojia. Bilionea mwingine ni Bill Gates. Bill Gates ni bilionea namba 4 duniani anayefahamika sana na mmiliki wa kampuni ya Microsoft. Amekuwa na mchango mkubwa katika bara la Afrika kupitia taasisi yake na mkewe ya Bill and Melinda Gates Foundation, ambayo amekuwa akisaidia masuala mbalimbali ya kijamii. Ameongoza pia kwenye zoezi la kusaidia chanjo ya polio kwa watoto barani Afrika. Lakini hakuanzia kama bilionea, alianza kama mfanyakazi wa kawaida tu kwenye kampuni iliyokuwa ndogo ya TRW. Alikuwa mtengeneza programu za kompyuta wa kampuni hiyo, lakini sasa ni bilionea wa 4 duniani akiwa na utajiri unaofikia dola bilioni 129.2 kwa mujibu wa Forbes. Bill Gates aliacha shule akiwa mdogo tu, akiwa na rafiki yake wa utotoni aitwaye Paul Allen, na kuamua kuanzisha Microsoft. Hakuwa anaeleweka na familia yake, lakini aliamini katika fikra zake za kuanza kidogo kidogo, akajikuta anakuwa na kutengeneza utajiri wa kutosha. Bilionea mwingine ni Warren Buffett, mfanyabiashara na bilionea mkubwa wa Marekani, ambaye kwa mujibu wa mtandao wa Forbes ameshika nafasi ya 9 kwa watu wenye utajiri mkubwa duniani. Alianza kazi ya kusambaza magazeti mtaani
majumbani na maofisini. Alifanya kazi hiyo ya kusambaza magazeti ya The Washington Post na kulipwa dola 175 kwa mwezi. Lakini sasa ni bilionea mkubwa duniani, akiwa mkurugenzi mtendaji wa makampuni yake nchini Marekani ambao jumla yameajiri watu zaidi ya 360,000. Kwa mujibu wa taarifa rasmi za mwaka jana, alikuwa na utajiri wa dola bilioni 42.5. Akiwa na umri wa miaka 11, alianza kuwekeza kwenye kampuni ya City Service Preferred, akianza kwa kununua hisa 3 ambayo hisa moja iliuzwa kwa dola 38. Akauza hisa hiyo kwa faida ndogo ambapo hisa moja aliuza kwa dola 40. Baada ya thamani ya hisa ya kampuni hiyo kushuka mpaka dola 27. Baadaye akajuta baada ya thamani ya hisa kupanda mpaka dola 200. Akasema majuto hayo ndio yaliyomsukuma kufikiri zaidi uwekezaji kwa kuwa mmiliki wa kampuni kubwa usoni. Kufika huko ilipasa awe na mtaji wa kuanzia, na kazi yake ya kusambaza magazeti iliyokuwa moja ya njia ya kufikisha. Bilionea mwingine ni Salim Said Baharesa. Ingawa si bilionea katika orodha tajika ya Forbes, lakini historia yake inamleta kwenye kundi la watu matajiri walioanza kufanya kazi za kawaida kabisa mpaka kuwa matajiri wakubwa Afrika. Ni bilionea tajirika Afrika, akizaliwa visiwani Zanzibar, Tanzania. Kama ilivyo kwa watoto wengi wa Tanzania na vijana wengi wa nchi hiyo, kupitia kufanya kazi nyingi za kawaida kutoka katika uchumi uliopo na mazingira ya nchi hiyo, Baharesa alianza kuuza mabaki ya mazao ya baharini tu yaliyopatikana kwa wingi hata sasa kwenye fukwe za bahari katika maeneo ya Zanzibar, Dar es Salaam na Mombasa. Baharesa hakulala na kuamka tajiri, bali alianza mbali kuusaka utajiri wake. Alianza kwa kushona viatu, akauza urojo na viazi kabla ya kufungua mgahawa mdogo, lakini leo makampuni yake kwenye sekta ya usafirishaji, vinywaji, vyombo vya habari, maji, vyakula, viwanda vya nguo, hoteli na vitu vingine ambavyo vimeajiri zaidi ya watu 2,000 na kuingiza mabilioni ya fedha. Makampuni ya Said Salim Baharesa yananufaisha zaidi ya watu 6,000 kwa ajira rasmi na zisizo rasmi katika nchi za Afrika Mashariki. Bidhaa za kampuni zake zinapatikana karibu nchi 6 za Afrika Mashariki. Mwaka 2008 alianzisha mpango wa kukabiliana na malaria baada ya utafiti kuonyesha mfanyakazi wake mmoja kati ya 5 kuumwa na malaria kila mwezi. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Habari Simulizi, karibu kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kujipatia habari simulizi nyingi za kitaifa, kimataifa na michezo. Asante.